Lushede haijawahi kusahau siku ile, siku ambayo mvua ilinyesha kama mbingu zilikuwa zinatoa hukumu, siku ambayo soko liligeuka uwanja wa kicheko, dharau na fedheha, siku ambayo kijana mmoja alisimama katikati ya matope, akidhalilishwa mbele ya umati uliokuwa na macho lakini hauna huruma. Walicheka, walipiga kelele, walionyesha vidole, lakini hawakujua kwamba yule kijana aliyekuwa amepiga magoti kwenye matope alikuwa anabeba siri nzito kuliko hata majumba ya kifahari ya Lushede. Hawakujua kwamba nyuma ya shati lile lililochanika kulikuwa na jina linaloweza kununua nusu ya mji. Hawakujua kwamba walikuwa wanacheka mbele ya mtu ambaye kesho yake angeweza kuamua hatima yao. Na zaidi ya yote, hawakujua kwamba katikati ya dharau hile kulikuwa na mapenzi yaliyokuwa yanapigania pumzi yake ya mwisho. Mapenzi yaliyokandamizwa na wivu. Mapenzi yaliyoshindwa na tamaa ya maisha ya kitajiri. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni hadithi ya Anton, kijana aliyedhalilishwa sokoni mbele ya watu, lakini kilichofuata kilitikisa Lushede mpaka majumba ya matajiri yakasikika yakitetemeka kimya. Bonyeza subscribe sasa hivi, washa alama ya kengele ili usikose sehemu inayofuata. Kwa sababu hapa kila hadithi ina somo, na kila somo linaweza kubadilisha maisha yako. Kaa karibu, kwa sababu kile kilichoanza kwa kicheko kiliishia kwa ukimya mzito kuliko kaburi. Lushede ilikuwa mji uliosheheni tofauti za maisha. Upande mmoja wa mji kulikuwa na majumba makubwa ya kifahari yaliyozungukwa na uzio mrefu wa kioo na kamera za ulinzi. Upande mwingine kulikuwa na vibanda vya mbao vilivyochakaa, soko la vumbi na kelele zisizoisha. Hapo ndipo maisha halisi ya watu wa kawaida yalipochezwa kama tamthilia ya kila siku. Soko la Lushede lilikuwa moyo wa mji. Asubuhi yake ilikuwa na harufu ya ndizi mbivu, samaki wabichi na vumbi lililopaa kila gari lilipopita. Watu walipaza sauti kuuza bidhaa zao, watoto walikimbia katikati ya vibanda na wanawake walijadiliana kwa sauti juu ya bei. Katika kona moja ya soko hilo alisimama kijana aliyeitwa Anton. Alivaa shati la kahawia lililochakaa, mikono yake ikiwa imekunjwa na suruali iliyopauka rangi. Nywele zake zilikuwa zimechanganyika na matone ya jasho, uso wake ukiwa na utulivu wa ajabu. Hakuna ambaye angeweza kudhani kwamba kijana huyo alikuwa sehemu ya familia tajiri zaidi Lushede. Lakini Anton alichagua kuficha ukweli huo. Alikuwa mtoto pekee wa jasiriamali mkubwa wa Lushede, mmiliki wa kampuni ya ujenzi na hoteli za kifahari. Lakini tofauti na vijana wengi wa kitajiri waliopenda kuonyesha magari, saa za bei ghali na starehe, Anton alikuwa tofauti. Alipenda kuishi maisha ya kawaida, kujifunza hali halisi ya watu kabla hajachukua rasmi urithi wa baba yake. Lakini siku hiyo alikumbana na kitu ambacho hakutarajia. Upande wa pili wa soko, msichana aliyeitwa Lina alikuwa akiuza vitambaa vya rangi. Alikuwa mrembo kwa sura ya asili, macho yake makubwa yakiwa na mchanganyiko wa upole na tamaa ya maisha bora. Lina alikuwa amezungukwa na marafiki zake wawili waliovalia mavazi ya kisasa, wakicheka huku wakimtazama Anton. "Lina, huyo ndiye yule kijana anayekufuata kila siku?" mmoja aliuliza kwa dharau. Lina alimtazama Anton kwa sekunde chache. Kulikuwa na kitu moyoni mwake kilichowahi kumfutia. Labda unyenyekevu wake, labda jinsi alivyokuwa akimsaidia kubeba mizigo bila kulalamika. Lakini wivu na shinikizo la marafiki vilimzidi. "Huyo hana hata 100 mfukoni," Lina alisema kwa sauti iliyokusudiwa isikike. Maneno yale yalifika masikioni mwa Anton kama upepo baridi, lakini hakujibu. Alikuwa amezoea kuumizwa kimya. Ghafla, mvua nzito ilianza kunyesha juu ya Lushede. Watu walikimbilia vibandani. Katika vurugu hiyo, mwanamke mmoja aliyekuwa amebeba ndoo ya maji machafu alitelenza na maji yale yakamwagikia Anton kuanzia kichwani hadi miguuni. Nguo zake zilishikana na mwili, matope yakamchafua. Soko lililipuka kwa kicheko. "Angalia maskini sasa," sauti ilisikika. Lina alicheka pia, kicheko cha kujilinda dhidi ya aibu ya kuonekana kumhurumia. Anton alisimama katikati ya mvua, maji yakimtiririka usoni. Macho yake hayakuwa na hasira, yalikuwa na huzuni ya mtu aliyegundua kwa mapenzi yanaweza kufunikwa na tamaa ya mali. Ndipo ilipotokea sauti ya breki kali.
Gari refu jeusi la kifahari lilisimama pembeni ya soko. Mlango ulifunguliwa na dereva aliyeshuka haraka akiwa na mwavuli mkubwa. Watu walinyamaza taratibu. Bwana Anton, tumekuchelewa. Mkutano wa wawekezaji umeanza, dereva alisema kwa heshima. Kimya kizito kilitanda. Lina alihisi miguu yake ikitetemeka. Anton aligeuka polepole. Uso wake haukuwa na kiburi wala tabasamu la kulipiza kisasi. Alikuwa bado yule kijana yule, ila sasa ukweli wake umefunuliwa. Ni sawa, alisema kwa sauti tulivu. Lakini kwanza, alitembea kuelekea kwa Lina. Kila hatua yake ilisikika kama mlio wa saa unaohesabu sekunde za aibu ya soko zima. Lina, alisema kwa upole, nilitaka unipende kwa sababu ya moyo wangu, si kwa sababu ya jina langu. Macho ya Lina yalijaa machozi. Sasa aliona wazi, hakuwa maskini, alikuwa amejificha, na yeye alikuwa ameanguka kwenye mtego wa wivu na tamaa. Samahani Anton, sauti yake ilitetemeka. Anton alitabasamu kwa huzuni. Maisha ya kitajiri si magari au hoteli, ni uwezo wa kuheshimu watu bila kujali hali yao. Aligeuka, akaingia kwenye gari. Mlango ulifungwa taratibu, gari likaondoka likiacha soko katika ukimya mzito. Siku chache baadaye habari zilisambaa Lushede nzima. Anton alikuwa anazindua mradi mkubwa wa kujenga soko jipya la kisasa, lenye paa imara, maduka yaliyopangwa vizuri na mikopo midogo kwa wafanyabiashara wadogo. Lakini kulikuwa na sharti moja. Wafanyabiashara wote walitakiwa kuhudhuria semina ya maadili na heshima kwa jamii. Lina alikuwepo siku ya uzinduzi. Alisimama nyuma ya umati akimwangalia Anton akitoa hotuba. Sasa alikuwa amevaa suti nadhifu, akionekana kama mrithi halali wa utajiri wa Lushede, lakini macho yake yalikuwa yale yale ya upole na hekima. Usimdharau mtu kwa mavazi yake, alisema mbele ya umati. Wivu unaua upendo, tamaa inafumba macho ya huruma, lakini heshima hujenga jamii. Maneno yake yalichoma mioyo ya wengi. Lina alielewa funzo. Wivu wa marafiki na tamaa ya maisha ya haraka vilimfanya apoteze upendo wa kweli. Alijifunza kuwa utajiri wa kweli hauko kwenye mali, uko kwenye tabia. Na Lushede ilibadilika polepole. Watu walijifunza kuacha kucheka wenzao, walianza kudhamini utu kabla ya pesa. Na jina la Anton likawa si tu ishara ya utajiri, bali alama ya unyenyekevu, kwa sababu siku ile alidhalilishwa sokoni mbele ya watu. Hakulipiza kwa hasira, alinyamazisha kwa hekima. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Kama umeipenda hadithi hii, tafadhali subscribe na bonyeza kengele usikose simulizi zijazo. Sapoti yako ndiyo nguvu ya kuendelea kuleta hadithi bora zaidi.